Umuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Habari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bwomugusi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko. Nabari kibaito be andrete chinga ki chance. Asengencho yao. Eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye Ensoko TV oboroso bwomugusi. Mubasomu ya umwanchu muriria nende twachakire wikinyia ase kitariki 13 umutenyino yokane umwaka yoiga wechiri 2025 nomo na kwariganira sikinsa cha mubaso asogochego kwa yagenderete image nsemo cheto chagusi boigo na kenyenge mugingo sabanga nabone ndo gutubwatia ase mitandao yeto ase Ensoko TV, YouTube, boigo na Facebook. Umwanchu muriria kabeyange nko yamanye editariane nidina mora. Murai wense William Ruto litukulia rero ubekirerige na lioboroso asobwaga chibwechiro yekerero ya Ikonge yerime ya North Mugirango county ya Nyamira. Wigotebire ubekirense mo chimilioni 52 ase ubwaga chiwe University ya Nyamira iyura chigokorwa umutenyo 12 umwaka yoiga. Wigobekire chimilioni nsemo 3 asobwaga chiwe chinyumba cyokorara ase eskuru iyo ya Nyamira. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto ameweza kufika hapa Ikonge. Rais akifungua mama ambaye yuko na maelezo. Asipilo hilo jiwe la msingi lilikuwa la rais. Tupige makofi. Akiangalia kwamba iko sawa. Baba anasema tuendelee na kazi hiyo. Ni mnanielewa? Nyinyi watu wa Nyamira mnajua mimi nilianzisha reli juzi. Si ndio? Nilianzisha reli juzi. Ile ya kutoka kule Naivasha. Nasikia kuna mtu alileta propaganda hapa kweli. Kusema hakuna attestation hapa Ikonge. Hakuna anatuambia. Sasa mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ikonge. Huyo mwenye anakuja kuongea hiyo maneno yeye ndiye anajenga reli ama ni mimi? Sasa wewe hata barabara ya kwenda kwako ya bara hujajenga. Unakuja kuongelesha reli, unajua kuongelea reli, wewe unajua mambo ya reli? Watu hapa Ikonge hoje. Unajua maneno ya reli? Wanyamaze hawa watu bwana. Sikizeni watu wa Nyamira. Mimi ndio nimesukuma reli kutoka Naivasha. Na hapa Ikonge, hapa kwenu. Najenga station kubwa ya milioni 300 ambayo itawasaidia kubeba abiria na kubeba mizigo. Nyinyi mjipange. Sio kama tunaelewana. Mfanye nini? Mjipange. Ile mali yote mnataka ipelekwe Nairobi, mjipange. Mimi nawawekea station hapa. Na yule mtu wa propaganda mwambie aende achome makaa. Hii kazi ya kupanga reli ya juu. Ama namna gani bwana? Nyamira hoye. Kama hii ni ya kubadilisha maisha ya wananchi. Barabara ikitengenezwa, uchukuzi unaenda kuwa bora. Hapa Ikonge, vile rais amesema, serikali itaweka station kubwa ya reli hapa. Na sio reli tu ya kubeba watu, ni reli pia ya kubeba mizigo. Rais umenifanya sifa. Aendelee asiendelee. Ajenge asijenge. Nakatia barai bamubwatisia umuraiwensa setare iyo na mukonyo ye Kithure Kindiki umubungo North Mugirango Josh Nyamuko
omubunge o West Mugirango Stephen Mogaka, omugavano Nyamira Amos Nyaribo n'omuraibu w'abasubati Jerusha mumanyi gati y'abaraibanda abange ime yagusi. Musika Amos Nyaribo omoiro koboko omuraibu ense asetaro yaya y'amagenderero ime ye county ya Nyamira asa muburire kobekerami epara ya magega ase jinsemekyo chia ikonge eria bonchoreri abanyare goikerana ase chiro. Wego n'omubunge o North Mugirango Josh Nyamuko umuburire umuraibu wense kwene ky'uburendi ase chire iyo ya ikonge. Ikonge Bwana Rais. Asante sana Bwana Rais. Tunashukuru mambo ya rewe, tunashukuru mambo ya stadium, na tunashukuru mambo ya hospitali na mengi mambo ya barabara. Kitu tu mnasahau moja ni barabara backstage ya Ikonge. Uwanja wangu na kwamba kilomita 5 ili hata watu wakikuja sokoni wapite barabara ya maana. Kumekuwa na propaganda nyingi sana for the last 2 months. Nimejaribu kuongea lakini nimefurahia sana kwa sababu nimeelezea kinaga ubaga ya kwamba ile station kubwa kabisa katika Nyamira hii yetu hiko, na kuna jamaa amekuwa akisumbuka wakipitisha propaganda na nchi wetu ilikuweko na ikatolewa. Na rata zote kuke umane mmoja mwakani na ambako vagaina kagera umuntu wasika na watu wachega yabanya kubagaina Tengere na maswali kuelezea hapa. Hii ni market iko na watu wengi sana. In fact hii shule iko hapa iko na is a primary school, lakini iko na population na almost 3,000. Kwa hivyo hapa tuko na lot of insecurity kwa sababu askari wetu wanakaa tu kwa hizi vibanda hizi. But tuko na shamba iko hapa. Ningelipenda kwa heshima kubwa atupatie pesa ili tujenge police station. N'umuraibu w'ekyama ya DCP Rigathi Gachagua okurira umuraibu wense Ruto asogwanchera omuwaziri w'oburendi bw'ime kuturubania emisangirikano asogotumeka abasagani otebire chimbo buneki nchiche koirira ogusareka kw'omurembe mono engakeria y'obochori bonene buri bosio gukwana ekero ky'ogusasima se kanisa ya Pefa Kajiado. Gachagua osingerire buna undi bwensi oyo oranyorekane gagokora amang'ananga bunayo gose undi bwensi gati y'abari bakwamirire serikali konyorekana gose oitirwe gose gutigirwa chingoma nigo murembura salike ime ya Kenya. I have no authority to advise you, but for the sake of this country, I think it's my civic duty, William Ruto, to tell you. You appointed a reckless, excitable, dangerous, childish, juvenile fellow as Minister for Interior, and you gave him instruments of violence. That Murkomen of yours is going to ban this country. The way things are going. And we have a duty to tell you. As we go towards the elections, if that Murkomen is going to remain in that docket, he is going to ban this country. Yesterday, those police officers aimed bullets, live bullets, kwa gari ya Mheshimiwa Matiang'i, kwa gari ya Mheshimiwa Kalonzo, kwa gari ya Rigiji. Ni Mungu tu alitusaidia. Let me tell you, William Ruto, today, on record, because it's important that I advise you. Not that it is my job, but I'm a Kenyan, and I belong to this country, and I have no other country. If Murkomen and his boys, one of these days, in the year misadventure and juvenile escapades,
injure or kill Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, that will be your last day in State House. This country will face civil strife and will have no country. William Ruto, you are playing with fire. Nabara ibenseme kwa merire serikali umuraibu ikema kia DAPK Eugene Wamalwa no yokuranire kirogo cy'uburaibu wense Fred Matiang'i bamochire serikali asoko abantu kibesa gusaga n'imisangirekano na gusali ubonchoreri abo abantu wasechipara ao nonya na sechikanisa babulire lichiko kubwatiwa eriensete soase Chisegi. Shida kubwa, na nimesikiza Bwana Murkomen akiongea. CS Murkomen, you said yesterday that goons are a threat to our national security. But today in Kajiado, we want to say that it is not so, Mr. Murkomen. It is you as a CS Interior with PS Amolo, Raymond Omolo, and your boss, Bwana Ruto, and all of you who are at Harambee House, the office of the president. You are becoming an existential threat to our national security. Agreeing to let our police officers go into bed with goons, forming an unholy alliance between the police and goons. This is a threat to our national security. It is a threat to our democracy. People, we are talking to fellow Kenyans, moving around, talking to Kenyans. How is that a threat to national security? So that you are spending bullets, you are spending tear gas, you are spending police time on that kind of, deploying police officers. Tuko na shida. People are being marked in the city every day. When we face this problem with Uhuru Kenyatta, that is how we came up with an all-women commando team that we were training to look at how you go into the supermarkets and everything, and how you try to trace pickpockets and create a certain sense of stability and peace in the urban areas so that people can go around doing business. That is what you should be spending your time on, because people don't feel safe, and if they don't feel safe, they cannot do business, they cannot go around their activities. How is Seki addressing a meeting in Kajiado a problem, a threat to the country? He's an elected leader, elected by the same Kajiado people. He's going to meet the same Kajiado people. You must, even if you have a weevil in your head, how would you spend time planning to disrupt a meeting an elected leader is having with his people? Tuko na shida. I am telling you, tuko na shida. N'umuasiri w'uburundi bw'ime Kipchumba Murkomen ubamuchiriye baraiba kwa merire serikali asate birubuna nigo bagwakana basagani guchia semisangirekano ya gisiasa. Murkomen otebirubuna ubu unenki bwachakiwe bene kweneke buna abasagani abuwo nkobe kwa bali byara negetambukero nkoirwa kere. Hii maneno ya kurecruit vijana, kuwapatia crude weapons, mavisu na kupikanisha na kuwapatia bangi must stop. Because Trans Nzoia is too important for us to leave it to guns and to relieve to criminals ambaye wanasumbua wananchi hapa. Wana county commissioner, you know what to do with your county security team. Wacha kupembeleza mambo ya insecurity katika Trans Nzoia hii. Hao watu IG akishatuma special team, hao watu washikwe, wapelekwe kotini, wakirudi tena washikwe, warudishwe kotini mpaka Kitale ikuwe ni town ambayo inaleta heshima, ambayo wamama wanaweza tembea usiku. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ya pili, ningependa kusema ya kwamba mambo ya administrative units hapa muliomba Saboti sub county, si namna hiyo? Tukatangaza sasa Saboti ni sub county. Nimeona sasa mnaanza kuniambia hakuna gari, hakuna penye ofisi, hakuna penye jamana, lakini siku ile mgeomba, unajua hii watu ni wajanja sana. Walipokuja kuomba wakaniambia tangaza tu. Tangaza tu. Hata kama hakuna county commissioner, deputy county commissioner, wewe tangaza tu. Haya tukatangaza.
Tumemaliza kutangaza, wakasema usijali ya ofisi, hata gari hakuna haja, tuma tu DC akuje hapa na DO akuje hapa. Tumetuma, amefika. Sasa hii wanakuja kuniambia, sasa wewe unawezaje kutuma DC venye hakuna hata gari na hakuna nyumba? Hakuna kupakua mtu kama yeye ni Muislamu ama si ni Mkristo ama ni nani, wapewe IDs kama Wakenya wote wengine. Tumekubaliana? Ya pili, ningependa kusema hivi, ninataka kila mmoja hapa aende kuchukua ID, kwa sababu rais alinipatia amri, tukatoa ile pesa yote ilikuwa inalipwa. Ile 300 ilikuwa inalipwa kwa mara ya kwanza kuchukua ID, sasa ni bure. N'umurikyo monene imeye wizara y'obochenu Mary Muthoni ochikire chinyagitari cha level 2, level 3 na level 4 utakania abarwaire kero bakorigyo bugwenia usingirire goteba onde bwensi urakanie usorakaniwe chibesa airoboti asegete seni kyabanyanyimbo kire yange na asale asengencho chinyagitari cha serikali abarwaire nigo bakoegwa bugwenia bwabosa boigobuliri abamenyi kwerikia asomoroberio sha na gutiga kubwatia mangana y'abana siasa abo bagotebanga muroberio yo turi gukora emirimo ase ariko yakwanera ya imeye gikarokia Citizen Forum imeya Kirinyaga. Munisikize nini? Ni hatia, hata mtu anaweza akawekwa jela kwa kulipisha mtu level 2, level 3 na level 4. Na ndio maana nimepatia security, kama hiyo mambo inafanyika, huyo analipisha wananchi hapa Kiamoto achukuliwe hatua. Na Kianyaga outpatient level 2, level 3 na level 4 outpatient must be free. Na mumesikia Rais wa Jamhuri ya Kenya alisema vizuri sana, ukilipishwa wewe ingia hata kwa police station usitaki huyo mtu. Si tumepatia kazi DCC? Tafadhali msisikize mwanasiasa yoyote anasema usijiandikishe kwa SHA. Mambo ya afya isiwekwe siasa yoyote. Mimi wacha nikuje mama kama huyu mama niambie sijasaidika, nimsaidie. Lakini yule mtu ataambia mwingine usiingie kwa sababu ya kisiasa, shindwe kabisa. Wewe mwenyewe uko na insurance ya kukupeleka Ulaya na utaki neiba wako asaidike kwa mradi ya serikali. Huyo si ni shetani? Akemewe kabisa. Mwachumuriria gwitira soroboto rukurwa se ministry y'obochenu no tokorera umuroberio gusikiribot cheto chomo basorero na gusabirenga ogendere gutigare meya Soko TV asemiroberie ende kubwatia na asamangana maya tobwati nendega gwase chinsa 10 senchira y'obwenge enseye monne chinsa 3 asiobwagare nako takero mu basomuya elitariane nedina mura. Eje Soko TV. Uboro